Nitawa Sami wa Mulinge na ninaanza yawe andhini wa nichauki utetia nguku. Tunenete nao. Nenete Damaris Muniva. Damaris? Muniva. Okay, Damaris Muniva kumaba? Kuma Masinga. Dhina mwetu wa mwetu Damaris. Ina kwa tuwe mwaka wa 2023 na kwa 2023. 2023. Wakomana na mundu. Wakomana na mundu. Na otenda na. Yala tenda niye. Ya mundu ya kala separate nola onji ya kala zimba cement na kwanji ya kala na ikosi. Kwa kabinda neno kie na kuwepo. Yala na kuye buu niwe kala ingile. Na wangu ni azimuambia ni wakwatwa. Na mukuli akwati wachaunda endo ndavia. Yana siya kwati ya nina iya sikale mangu ni azimu maambia nitika mukunji. Na nina endia ka mukunji lana vike ka mukunji maambia sijui ni malu wozete. Nala wozete malu na makulena. Yua tani wozete malu na nyenda ite na ndina mbomubani. Membeti yaki. Nima mbiye ikindu ilo nenga nyebu ni siya kwa no ni sa iniye ni kana umi. Iwe ya kindu kicho nde kionga dito nimbosi wake na nyempiko man. Ina sa iniye kindu na tuwa na wezi ano tunze baila mbili. Tuwazikie bandu asiya wende kuiba mbilu na eza ni kukwatwa na akwati. Lakini kwa suti wezi na wakwa umuno. Ize na wakwa nina kio nituwa kieto umano omwako suwa 2023 tiya ikala mundona tiya bina mwe. Na chichie nezi abane sita beno tejo nundu mundu wekilio ekala utuku ako kilakati. Ngazenga mundu waziba kundu wene kama ucho kukuanga alene na jisika amani. Nundu muno pia wisi ninde leba na muno makodanga au kuwa makali mauta. Na mukuli ya kwani ewa mukawira uendete ba. Ambe yenye ndi muchungu sana eza ngwenda maisha mako ninge kale kwito. Nina ndiye kwito na neka la ona ngatia ite nino kila ateze kana mwana. Na ambia ni kwa mwana ni mutwaye. Nina mutwaye mwana yonji alea. Nina mutwaye mwana na muye mwana ndaile toto wangu ambiye ziana kula sisi nini yeke yangu. Na mukule ziana nini yeke yangu ati. Nino nye bae melala nye na muya nenge vea niti. Ni wanengie ndalenga ovea mpumizi la ini angimazi na ambia zio kamande simukula ukunye. Umyezea wenuke kweni nyomo dena mnoku kweni. Nina mkuli se kwani la ini zinde iko konsuma siyami nini mbeza. Nina ambia kwetu undusia kanani mekishua nina soza simu yako. Na mini mide no ile no kana mwiki ombo kia nenga simu na nyenati nete la diwe ya nyenati ya yuka ya nyenenti wala wangu ni simu na mwenye nene ni se mtu anaona ndiro dikwesio twa yingi nyendi kwendo twa yumbi kabune vikete ni kala gwito na enda ni mwana ngamanzi we mandondo kusile kwani akuneko kuni wasimu ndiye waiwe na makwani meko tine nye ndiye ezi uyidu kola maluna ndo ambia lodi kola malu. Yue kwa niwa niwe nike siezu enezio bidi nizenje la ine niya kwa kuni wasimu nondo ni wadaito njilite wala nda siye. Siya malu? Siya malu wasu wasite lalo siya tala nilwe iwa elete iwa njilite ko. Kwa agwire lo lima? Nyala ndiama na kwite meana ni. Na yu wethi yo ogila aga yu kunda mauta koya mauta maloline. Ya na nene siya kunaona ivinda yu adoti ya ikala mushi. Ngewa ake vile mauta kwenda yuta. Nyango no ka kwite mbeza nengi yu mundu ngona ngeni bakuingilie gomi na ile. Lizanga ngilie gomi na ile kwa mwana na chuma bana maisha amo mete. No go. Ndiba na veo ka business keba. Iligo. Nego. Na nye no mezi wa ili uda nenu kakwito yo na umete kukana kena mwa yumwe. Na ojuke na mwaka na mwai. Ni ile kwito na nye na muyenda kambilo tedi ya mwana nundu dile jusio kakwake.
Iwe zoni wangu ni zimwana mundu mukamwenzake mambu manga muno ambaza kiku. Ambio na yuyune maiti na niane nuna mundu la waki. Iwe na wako we yue imbeta maiti na kumbata kiku ni chao ni mukosere na tu. Okay, yue ndao mana utele miatau. Endele miatau na nye na muye ndiko enda maisha maki na ina makolile. Kalaba. Yutu kalama tu. Kalama tu. Ni wakolile zimba ila wamaniki yondu kweti ni umye simba. Pa Mombasa Road iwe umye bo. Iwe umye Mombasa Road waka simba. Yune umangira simba kwa emea meno kimi. Okay. Mukuli akawewa yanenga na evidence ya kanana wawe nenga na yiwa. Kwa huyu kutelemelia maisha ba umatu. Endele miya maisha kukwe umatu ni wambu mangite mbira maiti. Kuone ba? Nyala wekala na kono wezi kana ni maiti. Asiye iye na maiti. Yuze na yundu ego unanyanjiwa ni sengeto. Kuone ba? Kuone Kisumu doni wale ile ndandwa kwa juki tumina mukolina. Ni Timo Gamba. Eka Timo Gamba. Okay. Aya, kwati yo na kalama tu. Kalama ndo manava la wikala mundu ende zichungule chake no manava la wikala. Shughuli isu yenda mundu amanike. Oyeka mudanga ine sinondo akano twa maloli indio sino kwa mudanga kana waikio. Na yu manager ba? Manager ilovi. Yete. Ilovi ojute bantu na ko ma hoteli. Ko sio hotelini. Nanye na muyambi okudi. Nesi onengwezi aweza mazandi wenete wake zigoti yakula malu. Ati malu na ona tuye kalai. Ai guys toma. Apana ni na yue la yine sio mukoli odawe no vida zindu yaketi mundu weta asi. Ambiye malu anenge to customer aku. Angana ma balukanzi yana ndisenge loli ko jizingu kae kabalu cha malunzi yana. Okay. Kwati ya simo ba utomo mandende. Aya. Twende gani? Idhinade. Apana. Okay. Hello. Bwana Michael. Uko salama? Uko salama. Okay, sasa hapa kuna msichana anaitwa Damaris. Damaris amesema umekuwa ukitukana na ukimutisha kumuua. Na amesema sio mara moja ama mbili. Umekuwa na vitisho vya kumuua. Hiyo alikuwa nataka kujua kwa nini unamtisha. Hata sisi tunataka kujua hivyo. Wewe uko wapi? Muulize kwa nini yeye alinitusi. Alikutusi. Kwa nini yeye alinitusi? Anakutusi? Kwa nini kitambo ni yeye ni mtusi? Kwa nini yeye ananitusi? Okay, huwa anakutusi kwani mimi naweza mtusi mtu kama yeye hajanitusi? Okay. Kwa hivyo yeye ndiye chanzo cha kukutusi. Wewe asifanye hizo vitu anataka kufanya. Hizo mambo yake, hiyo msichana juu yako aje. Kwanza hiyo msichana ajiangalie. Mimi nilikuwa nimeweka huyo msichana mzuri kama si bibi yangu, si alikuwa amenizalia mtoto. Nilikuwa naishi naye kama mzungu, lakini akili yake iko wapi? Hiyo mambo yake ya kuzurura, kwa atazurura tu daga mwisho atayaona kama mimi ndio hapana. Sasa anajifanya atijui analeta mambo yangu hapo kwenye nini? Muulize kwanza akwe na akili ya mwanamke, atajitambua yeye ni mwanamke, acha kukaa kama mtoto. Okay. Kuna utoto mingi sana. Okay, shida iko wapi? Shida ni nini kakangu?
Mchana kulikuwa tunaishi huko Simba Cement. Mimi ni driver. Ameniambia. Huyo mchana suddenly tulikosania kitu kidogo. Nilitoka kazi nikakuta amechukua pesa amenunua nao vipeti za mtoto, na nikamwambia mbona huku niambia ni kuauthorize kufanya hivi na hivi. Hiyo kitu kidogo hata hatukugombana. Hiyo mchana asubuhi akaamuka na kuniambia kitu yote. Nikatoka kazi jioni nikakuta amebeba mtoto akiwa mdogo, sijui hata haiko amemaliza mwezi. Akaingia kakaenda kwao. Huko kwao akataka niende huko nionekane nijulikane huko. Nikaenda huko nyumbani huko Masinga. Ukafika huko. Nikafika huko nikakaa huko masiku kadhaa na nilikuwa na bike yangu. Nikatoka huko baada ya siku 4. Nikarudi kazi. Sasa baada hizo siku ndo kumekuwa na mashida tu, yani hiyo msichana yani anataka tu kelele tu, ni kelele. Na ninamwambiaga mtu hiyo kelele haiwezi msaidia. Unajua huyo ni mtoto mingi ako nayo huyo msichana. Hiyo ni utoto mingi tu ako nayo. Kama angekuwa ameacha utoto angekuwa anajitambua. Wanawake wanateseka hii dunia. Hii mambo yake ya kunisumbua akili hii atakuja kunikumbuka siku moja. Mimi hadi sina makosa na huyo dem. Hadi mali nilikuwa naishi watu wanajua huyo dem ndio ako na makosa. Na ananipea pressure na anajua hata gari huwa na drive na kila saa yeye mambo yake ni pressure na mimi, unaona? Na hadi saa nyingine nashindwa na kazi juu yake. Mtu kama unampenda style gani? Juu nilikuwa namtambua juu yeye ndiye amenizalia mtoto wa kwanza maisha yangu. Namtambua sana, namfanyia kila kitu, hadi kila kitu akitaka on time nampea, lakini haonangi. Anaona mimi ni mjinga, hata ananitusi mimi ni mjinga nini. Mtu akiwa na akili kama hiyo utaweza msaidiana na aje, na hata mimi nikamtusi. Na hakuna mtu amemwambia nitakuua. Hakuna the word zilisema nitakuua. Nilimuita yeye ni maiti juu hata yeye alikuja kuniambia siji mara nitaenda siji kwa ati mimi ni malaya, hata nikipelekwa mochari naweza tomba maiti ati mimi ni malaya. Hizo vitu hizo zilitoka wapi ndio nianze kusema hizo? Unajua vitu zingine hata najua hata sijui inakaaje. Akakwambia hizo vitu akakwambia ukipelekwa mochari ati anasema mimi ni malaya sana, hata nikipelekwa mochari naweza tomba maiti. Unaona vitu kama hizo ndio alianza yeye, ndio nikaanza kumwambia stories za hizo, nikamwambia yeye ni maiti kwanza. Ndio nilimtomba wa kwanza. Damaris yako hapa. Damaris, unatukana alo? Hapana, mimi sijawahi mtusi. Yeye ndo anaanzanga matusi, hata yeye ndo anapiganga simu. Mimi wanga simpigie simu. Yeye ndo anapiganga simu. Haujai mtusi? Mimi sijawahi mtusi. Wakati nilimtusi nilimwambia waache kunisumbua, sitaki maneno zake. Na mimi kitu ya kwanza nilimwambia simtaki. Lakini yeye anaendelea tu kunifuata, kuniita maiti, kuniambia ataniua. Mimi niko na hata message ya kuniambia ataniua. Uko na message hizo? Aliniambia ataniua. Wakuonyesha hiyo message mali nindika atanitamua. Siko na uliniambia ukiwa na huyo demu ulikuwa umenipigia simu, ulisema mtaniua ukiwa na yeye. Alisema kwa sauti ama ni SMS? Hata niko na recording, niko na bado SMS kwa FB. Akwambie hizo vitu visikie venye nilisema. Ulimrekodi? Nilitumia. Ukiwa na huyo demu ulikuwa na yeye ukanitumia picha. Bado mkanipigia simu ukiwa na huyo demu. Kwa hivyo unataka nini Damaris? Mimi nataka aache kunisumbua. Mimi sitaki maisha yake na aache kuniahidi kifo. Hiyo tu? Mimi sitaki maisha yake na siwezi mrudia. Mimi nisha move on. Maisha yangu na sitaki kuolewa. Na utampigia siku moja? Mimi simpigiangi simu, hata yeye anajua. Alo? Aya, kitu kingine nikuulize wewe mtu wa Baitu. Muulize juu huyo mtoto ni wangu na mtoto wangu nilizaa na yeye. Muuliza mbona hataki usema ukweli, wewe ni mwanaume kama wewe, tunaongea na wewe. Mbona mtu hataki hata mtoto wangu? Unajua wanasema mimi sijui mtoto, ati wanachukua mtoto wanapeleka kwa baba mwingine, baba mtoto ni ule anakuwa caring, anafanya kila kitu. Wakati nataka kuangalia huyo mtoto, nataka kushughulikia mtoto wangu na pesa zangu zote, unakuta wanaleta kisirani yeye huko kwao. Ndio wananikataza. So wanasema ati mtoto mwenye anashughulikiwa na baba na nini.
Sasa nikamuuliza jana, mbona wataki nishughulikie mtoto wangu? Unajua huyo mtoto ni wangu. Na sasa nikamuuliza anachukua mtoto anapeleka wapi? Unaona? Akasema mtoto anachukua anambandika baba ngine na anachukua mtoto anabadilisha mpaka jina. Waliniambia hivyo. Sio hizo ndo vitu hata wewe ukiona hata ni vitu mzuri kama wewe ni mwanaume shwali. Hizo ndo vitu zinafanya hata mimi nasikia vibaya juu wanachukua how comes wanachukua my blood, damu yangu wanapeana kwingine. Na mimi niko live na sijakufa na niko ready kumwangalia. Alafu wananinyima mtoto live. Ati Wakamba huwa wanafanya hivyo, wanachukua hata mtoto naambiwa na ati ananiambia story nyingine ati Mkamba huwa anaweza chukua tu mtoto apeleke mahali pengine akitaka. Ati jua nitaki. Nauliza amechukua akapeleka pahali pengine? Si ananiambianga ati atachukua anapeleka mahali pengine. Ati atachukua apeleke mahali pengine. Ati akitaka. Na mimi namwambia mimi sijakata. Hakuna kitu imenishinda kuangalia mtoto. Hata naweza muangalia hata pesa nile niko nayo naweza muangalia times 2, lakini hawatakangi ni muangalie. Okay. Unataka kutunza mtoto wangu? She's my blood. Huyo Blessing is my blood. Wanachukua wanapeleka wapi? Wanachukuanga wanampeleka. Unataka mtoto? I needed her to be nikae naye karibu but they denied me. Okay. Kama unataka mtoto, basi kama alikuwa anataka story yangu aniachie mtoto wangu tukue naye pamoja. Hiyo ndio kitu nilimwambia. If they don't want my issue, waniachie mtoto basi nikae naye pamoja nitambue. Yesterday at night I told her, "Wani hutaki hata nijuane na mtoto na ulitoka na mtoto wangu akiwa mdogo sana kwa nyumba." Hata hiyo kitu inaniuma sana. As at now ananiambia hata anachukua mtoto na bandika baba mwingine because sijui anitaki. Mara I'm not serious. Unaona mimi vitu kama hizo hata inanishangaza. Ndio hizo vitu ndio ninanipea pressure kila saa. Kama hataki mambo yangu, baba na mtoto watenda ndani na ni mtoto msichana. Si angeniachia basi nikae na yeye. Okay. Bwana Michael, ungependa kupewa mtoto? I'm ready to have her. Mimi siogopi kukaa na yeye. Unampenda mama yake? Mama mtoto? Kama nampenda na yeye analeta umang'aa, unapenda mtu na analeta umang'aa, utasaidiana naye aje? Ukimpenda hata unataka umfanyie kila kitu lakini ako na umang'aa tu kila saa, utasaidiana na mtu aje? Okay, Damaris. Unatamani nini sasa kutoka kwa Michael? Hakuna kitu natamani kwake. Mimi nataka tu asinipigie simu tena. Mimi sitaki maisha yake. Unajua mtu anakuahidi kifo, anakuita maiti. Ni vitu mingi anafanyanga, na kitu ile nyingine nataka afanye ni aendeleze kesi ile iko kotini peke yake. Mimi sitaki maneno mingi na yeye. Na sasa na mko na mtoto pamoja, na hali ya mtoto? Nanti alimkataa huyo mtoto, akasema hamtaki na hawezi mbaia kila kitu, akasema nibebe nipeleke kwetu. Haya, nilipea mamangu simu nikamwambia ongea na mama, ujue vile mtaongea. Akaambia mamangu chukua huyo mtoto uchinje mkule. Hivyo ndo waliongea. But unasikia the moment by the time niongea hivyo the problem was, unaona unaona Mike nikuulize, the problem was huyo msichana wananisumbua na huyo mtoto kila saa. Anashindia mtoto nachukua napea baba mwingine, mtoto nachukua napea baba mwingine. Hata wewe si unaweza choka mahali pengine umesema nimewapea mchinje basi kama mnataka mkule huyo mtoto juu binadamu akuli wangu. Mimi nabembeleza mtoto kila saa, mwezi nipea mtoto ama mwezi nikubali nimfanyie venye nataka. Hizo ndo vitu nilireach at that point because of that mambo ya kila saa kuniambia hizo vitu. So wasisema ati nilikataa mtoto wangu, naweza kataa na mimi ndio nimeanza story ya mtoto. Unajua shida yako inakuanga wapi? Sikiliza nikwambie shida yako inakuanga wapi. Nilikwambia usiku unashinda kukuja kwetu. But huyo mtu hata anaweza kuja hata saa 7 ya usiku na anaenda kwa kwetu. Saa 7 ya usiku tunasikia anabisha mlango ni huyo. Anakuja anaingia bedroom yangu napata amelala kwa kitanda yangu. Na hiyo ni nyumba iko na wazazi. Huyo mtu mtaishi aje naye? Kwani anacheka na hiyo ni nyumba iko na wazazi, ameingia bedroom ya mamangu iko hapa na yeye hapo hapo. Anachekea hapo. Huyo mtu sasa unajua ni mtu niliona tu amenikosea heshima na mimi nikaona tu acha mimi nijitenge na yeye. Huyo ni kunikosea heshima. Unasikia anacheka huko anauliza, wazazi wanafanya aje? Na yeye ako kwa nyumba ya wazazi. Huyo ni mtu mnaweza ishi na yeye? Nauliza. Hiyo kitu ndio ilifanya tu niwachane na yeye kabisa. Na simtaki.
Kwani ufungange nyumba? Wacha hata mimi sifungangi nyumba mara mingi. Si mimi ndo niko hapo tu kwa hiyo nyumba. Lakini nasikia kama siku nyingine alikuja saa 6 ya usiku. Nikapata mtu amechukua sahani na akaanza kukula chips na ameingia bedroom. Kustuka ndo napata mtu ako bedroom. Okay. Sasa huyo mtu mtaishi aje? Ana heshima kwa wazazi. Anaita mamangu ako na ukimwi. Siwezi. Alisema mamako ako na ukimwi? Aliambia mamangu ako na ukimwi. Alafu 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 Mbaitu ndio nifike hapo tena bado. Niliambiwa huyo dem hata huyo msichana namba yake iko hapo, ako na huyo namba ya huyo dem mwenye nilikuwa na hiyo siku. Aliambia huyo siku ati muende mpimwe ukimwi. Ati uko na ukimwi. Mimi kwanza nimeambiwa niko na ukimwi mara mingi na huyo msichana. Sana acha kusema upuzi ya mama yake. Ndio nifike hapo nikamwambia ukimwi ni wewe na mamako. Ndio nilimwambia hivyo. Kwani wanaume unatakanga unafikiria wanaume ni wajinga sana dama? Wanaume si wajinga, usinikalie kama mimi si kali wangu. Mimi naweza tusiana na wewe, lakini mbona uingiza wazazi wangu kwa hiyo maana? Na sasa wewe point ya kufika ukimwi ulifika ukimwi yangu hapo. Mbona wewe nilikuambia wachana na mimi? Usiku unashinda kunipigia simu. Hivyo ndo mimi lazima unajua Baitu ndo nimpigie huyu dem, nampigia kwa sababu ako na mtoi wangu na si wajaliwa tu wajani watoto nyuma, unaona? Mtoto siwezi kubali abaki nyuma, unaona? Unasikia Baitu? Kwani hata mtoto siwezi, unajua huyu msichana anataka mtoto mimi nilizaa na achukue bandike baba mwingine. At the same time mimi niko hapo. I have a right bana, and you have to see my freedom. Yani mnafaa kuniangalilia sana kwa sababu I'm ready to cater for my child, na anataka kuninyima mtoto anapeleka kwingine ati anasema I'm not serious na mtoto ulitoka nao kwangu, nikitaka kumshughulikia mnanikataza, hata mnaniambia ati usimunipei mtoto tena. Kukataza hakuna mtu ashe kukataza kwa mtoto. Lakini wewe unajua kitu ya kwanza ile ulifanya makosa ni ulikuwa unataka kuimba mtoto na shosho yako. Hiyo ndio ilifanya nikutenganishe na huyu mtoto. Uwezi taka kuimba mtoto. Unafikiria mtoto hata kama ni kuiba ingekuwa imeibwa kitambo. Hizo masaa anafika hadi mahali ulikuja ukaniwacha na mtoto kwa gari, ningeiba mtoto nikienda nayo. Mbona sijawahi muiba? Mimi sio mjinga. Unajua Shosha ananichimbia nichukue mtoto nipeleke nyumbani, wewe muende muone hapo sema niibe mtoto nipeleke nyumbani. Mtoto mdogo niibe mpeleke nyumbani na ni yako nyumbani peke yake. Kitu ya kwanza ujue mimi sitawahi enda kwenu. Wakati nilikuwa serious nilikuambia niende kwenu ulikataa. Sasa mimi usiniwahi ningojea nirudi kwako sitawahi kurudi. Si lazima ukuje kwangu, si wasichana wako wengi, si lazima ukuje kwangu, wasichana wako wengi, si lazima mimi ni mtoto naangalia, mimi si lazima ukuje kwangu. Si uliona niko na mwingine tena? Kwani ni lazima ukuje kwangu unashindia mimi nikuje kwako? Usiwahi unashindia mimi. Wewe unaweza wewe ulianza kuniambia wale nini? Uliniambia wanawake uko na karibu 10 wako na mimba zako. Na si ndio nakwambia ukishindia unarudi nyumbani. Ukishindia unarudi nyumbani. Mimi ni mtoto naangalia na wewe si important. Wewe ulale na wanaume huko uzalishe watoto wengine. Mimi ni mtoto naweza muangalia, unaona? Si lazima ukuje kwangu. Wanawake ni wengi na hata ukitaka niwaonyeshe nitawaonyesha 20. Si mimi ni driver. Na mimi nawaona hata nikienda Mombasa kila mahali nawaona kila saa. Nawaona warembo hata Tanzania. So wewe Mkamba unaniambia nini sasa? Unaona? Hakuna kitu kinaniambia damani kwa wasichana. Michael. Nitishie na story ya kurudi kwangu. Kurudi kwangu sio issue. Anajua wasichana wangapi wamelala kwa hiyo mattress tangu atoke. Yeye ananiambia story ya kurudi. Nilimwona kama mtu important. I wanted to care of her. Even hajaona, wacha ujinga itaisha mbele baba. Wewe ni mwanaume unajua vitu zinafanyikanga. Ujinga itaisha tu mbele. But me what I wanted you to fight for me for. Sasa huyo mtoto ndio the issue. Hiyo ndio kitu inaniuma. That's the issue ndio pale nafanyanga hata tukue tunapatana. Sasa iko hivi kuna sheria za watoto zinazomkubalia baba kuona mtoto na zinazomkubalia mama kuona mtoto. Kwa hivyo kwa sababu nimesikia hamwezi kubaliana kwa maongezi, situfuate hii sheria ili hiyo sheria iweke kila kitu, ukuwe na uhuru wa kuona mtoto wako na kushughulikia mtoto wako, si ndio? That's what I needed. Sawa, tutafanya hivyo. Na utajulishwa kutoka kwa ofisi ya watoto.
Sawa sawa. Na tumeshukuru kuzungumza nawe. Sawa, umeona kitu ina happen hapo. Me, I'm not the problem. The problem is her. Unaona? Okay. Nimesikia. Sasa nikuulize kitu. Hakuna kitu utaniuliza nikusikie. Si ulienda kustaki, wewe ustaki. Hakuna kitu nitakusikia kwako. Sasa unaniuliza nini? Hakuna kitu unaniuliza. I've fighted for freedom of my child. Unaona? I also have freedom to see my child. Unaona? Na ulienda kustaki mimi na sasa ni sawa. Ngoja niongee na nani? Hakuna kitu unaweza niambia nikusikize mimi. Atakuwa na uhuru, hata nikiolewa atakuwa anakuja kuona huyo mtoto. Iliaje nilichuja na huyo mtoto akanikimbiza kwetu nikiwa sijazaa huyo mtoto. Niaje atakuwa anakuja kuona mtoto. Na alinichuja akaniambia kuna wanawake wengi nikuje kuzalia kwetu. Huyo mtoto hajawahi mkumbali. Sasa niaje mimi nitakuja kukaa na huyo mtu? Mimi sitaki kukaa na hata wewe kuja kwangu. Mimi nitaoleka, niaje atakuja kwa mwanaume mwingine. Na si wewe uoleke, kwani kuna mtu anakukataza kwenda kuoleka? Kwani kuna mtu anakukataza kwenda kuoleka? Wewe uende uoleke. Utakuja kuona mbele kwangu. Damaris. Wewe utajua serikali uliendea ni yuko. Damaris, ukweli ni kwamba uweze nyima mzazi mtoto. It is true. You can't. Lakini atakuja kwangu nikiwa nimeoleka, akuje kuona huyo mtoto. Atakuwa anamuona tu. Atakuwa anamuona. Siwezi kumbali huyo. Ile tabia yako nayo siwezi mkumbali kwa boma yangu. Siwezi hata kidogo. Kama ni mtoto anataka kumuona, akuje kwetu sasa niko nyumbani. Akuje aone mtoto. Wakati mwingine nikirudi kwetu akuwa anakuja. Mimi sijawahi mkataza kwa mtoto. Lakini hiyo mambo ya kushinda kufuatana mimi kila mahali. Siwezi pata amani hata kidogo. Nyumbani ni yeye huyo anaingia bedroom kila mahali. Huyo mtu anakuja nyumbani vile anakaa. Unapata hata namficha kwa watu. Kwani nyumbani hiyo nilikuwa nakuja? Si ni bila ndio important kwangu nilikuwa namkujia. Kwani nilikuwa nakuja nyumbani kuona ama ni bila? Kuja kuona mtoto. Wewe utakuwa unakuja unaona mtoto na unarudi. Hakuna kulala kwetu. Ndio mimi sitaki any conversation between you and me. Sitaki hata kidogo. Hakuna hata utawahi sikia wasichana wako nje warembo, hata sijui wewe unaniambia story gani. Wasichana hata msichana ulimuona. Okay. Sawa Michael. Si tutafuata hiyo njia. Haya, so utanijulisha hata siku gani? Nitakujulisha. Mimi huyo mtoto nishatoa hapo, nishapata mwanaume na tukachange jina. Hakuna vile unaweza niambia nikurudishie mtoto ukae naye. Tutashughulikia Damaris. Mtoto ulinichuja akiwa 1 month nikakimbia na yeye kwetu, sasa hivi unamtaka. Damaris, tutazungumza. Hakuna mtu alimchuja huyo msichana nani, unaona? Wachana na huyo dem. Na wewe nakwambia upuzi yako itaisha tu. Hakuna huyo upuzi mahali utakupeleka, hakuna. Ni maskini unajitafutia wewe. Thank you.